seated there with you. You know, the Bible says Mary was seated at the feet of Jesus. Mother was in the kitchen. And so she complains, Jesus, why don't you tell her to come and help me? I thought Jesus would have said, Mary, go and help your sister. But Jesus said unto Martha, 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 why are you so bothered about many things? Why are you so concerned about the things of life? He said unto Martha, Martha, your sister has chosen the right thing. Tell your neighbor, there is something about choosing to be at the feet of Jesus. That's what we call surrender. How many of you, when your work is not doing, instead of sleeping and crying and wallowing and talking and calling friends and all those people, how many of you can decide, I'll come to church and I will lock myself and lay on the floor? If you wish, lay here. If you wish, kneel there. If you wish, come with a leso. Tandika ulale katika uwepo wa Bwana. Surrender. One day I was listening to Apostle Joshua Selman, and he said one of the things he loves to do, he takes his papers, he takes his documents, he takes his certificates, and he puts them on the floor, and he lies there on the floor. When is the last thing you got your salary and placed it on the floor with you and prayed and asked God, oh God, can you lift me to the next level? How many of you, when things are not working, you decided, no, I will not cry, I will not just complain, I will not try to call friends, I will go to the presence? I was listening to a man of God from UK, and he was saying one day he was tired of his current level, and he said, you know what, I will lock myself in my room, and until I finish 40 days, don't open this door. Some of you, a day can go without prayer. The modern Christian is a part-time Christian. You only pray when there are emergencies. Can you surrender even when you have everything? Jesus said you should fast when you have, not when you don't have. Some of you only cry and run to God when the devil has really strangled you. No, kipigwa nyongolo na devil, hiyo ndio time unakimbia kwa God. Where? How many of you, when you are at the comfort of your life, you can still find 10 hours away from your phone, away from social media, and surrender and be at the feet of Jesus? This is what the disciples did. When everybody was running helter-skelter in the streets of Jerusalem, they were asking, is Jesus alive or dead? They did not run with them. They hid in the upper room. They locked themselves there, waiting for the Holy Spirit. Let me tell you something. If you can learn to sit at the feet of Jesus, you can walk on the shoulders of men. Believe me, there is nobody who is too great for you to meet. There is nobody who is too great for you to face. There is nobody who is too dangerous for them to overcome you. You just need to surrender. If you can surrender before God, you can win generations. Church of Jesus Christ, surrender is the only way to the top. God will never use unsurrendered vessels. Are you a worshiper? Have you surrendered? Have you surrendered? Have you said, now it's no longer about me? It's not about what I know, it's about Him. Paul says that I may know Christ and the power that raised Him from the dead. Tell your neighbor, it's not about you, it's about Him. It's about Him. One time, a pastor called me and asked me, Pastor, what do you do different? I didn't know how to answer him, so I just told him, learn to pray. But the truth of the matter is an issue of surrender. Some of you have not surrendered your money, you have not surrendered your mind, you have not surrendered your emotions, you have not surrendered your feelings, your career. You know, there are places whereby everybody wants to be understood by the pastor. Tell your neighbor, you are not here to be understood. Surrender. Pastor should know I'm a busy person. You are not busy. You are just not surrendered. Pastor should know I don't like people's things. I don't want me spending mambo ya watu wengi. It's not that. When will you leave the issue of me? Tell yourself, me. Tell yourself, talk to yourself, me. Who am I? Who am I? Me, I don't like. Me, sipendi.
sipendi kuwa kanisa sana. Mi sipendi, unajua siku hizi kanisa ni mbaya. Mi mbona utokangi kazi na venye kazi ni kubaya? You know, nowadays I don't trust pastors. Who trusts you? Nani anakuamini? You know, siku hizi bado mewera. Duige waku. So people are not surrendered. You still think ado makonyo nate hau githithina. Haku. Oko doge thithina okinira Ngai ni uri thithina. Ni andarwarite COVID. Aria mwarwarire COVID no mumenye ora ndirauga. Ndathithinire muringiti ukiihoga. Ginya ngigaya. Yo ndamukiririe kenda ngimwereke ngwira aria twakinya ri. Anything can happen. I was shivering, I was sweating and I'm talking about water. Tell your neighbor water. So this is why I don't care if I sweat. I would rather sweat for God when I'm dancing than sweating because I'm sick. And I don't want to use this as a way of being proud. But I want to assure you this. You must choose what you must sweat for. Let me say that again. I don't mean to be proud, but it is your choice to choose what you will sweat for. Because either way, you'll have to sweat. Adam aliambiwa nini? Chakula na kila kitu ambao utaenjoy, utaipata kupitia sweat. Ni jasho. Tell your neighbor ni jasho. Yeah, ni jasho. Sasa swali ni unatolewa jasho na nini? Nani? The Bible says, seek ye first the kingdom. Why are you so bothered about your things? Tiama upate mtu kama Neria sasa anaogopa. Riwa nduma lenyo na ngati agirugaruga haria. Ono andu acio ngimakio nio mona ukirugaruga. Nio ocio ungirwara uhinje. No mangiaragia makauga Ngai one agutofora. Ocio. So people will always talk. So you need to surrender. Tell your neighbor, surrender your feelings. Surrender yourself. Give yourself fully. Can I show you? Can I show you something? The Bible says, number 2, I want you to write this. Devoted. They were devoted. 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 Anything you don't devote yourself to, you will never make a difference. You remain average. One of the things I hate as a pastor and as a businessman is mediocrity. A mediocre person does things anyhow, the way anybody can do. So if you don't devote yourself to what you do, you will never find out the better version of doing the same. Tell your neighbor, all you know is not all there is. Mwambie, all you know is not all there is. All you do is not all you can do. But where does it begin? It begins with devotion. Now let me show you what kind of devotion these people were devoted to. The Bible says in Acts 2:42, I want you to read 42. It says they continued steadfastly in the apostles' teachings. Walijitolea kwa mafunzo ya mitume. They became established through devotion. Na unanga tukiitana devotion napata watu watatu. Na hao watu watatu wamechoka. All believers devoted themselves to the apostleship, apostles' teaching, and to fellowship, and to sharing in meals. That is including the Lord's table and prayer. Devotion is what separates mediocre Christians and excellent Christians. If you want to check a pastor who is doing well and that one is not doing well, check their level of devotion. A worshiper, the difference between worship A and worship B, devotion. How much of yourself can you give? How much of your time can you give? How many hours can you listen to the word without getting bored? Some of you can listen to Shajamoka. Some of you can listen to Chaimoto Yagedaiga Wachai. Some of you can listen to Shiro wa Okrad.
talking bullshit, talking nonsense, talking a lot of senseless things, but you become so offended when a pastor preaches for 1 hour. Na shida unakula 24/7. Shida ni nini? Devotion. The Bible says Jesus spoke and said, where a man's heart is, his treasure shall be there. You don't need to tell me that you value poverty. I just need to see that you don't value the word. I tell you, there is a comparison, or rather there is a relationship between wordlessness and poverty. There's a relationship. Because the church is not all about activity, it is about devotion. Tell your neighbor, devotion. Watu walijipeana. Ungewapata fellowship jioni. Leo hii pasta akitana Wednesday inakuanga na watu 7. Na ndio wale wako karibu. You know, pastor is so idle. Pastor is so idle. Pastor ananga watu wao. Pastor ananga kazi. So idle. Yeye anangojanga watu wakuje Friday, Sunday awahubiri. He's so idle. Hata kanisa kukuja mapema. Pastor is so idle. So idle. Si ndio Judy? So idle. Wale uwasha kanisa, they are so idle. Alama babagia kanisa, so idle. Alama hanga machine, so idle. Alafu kuna wewe, so busy. So busy. Tell your neighbor, it's an issue of devotion. They devoted themselves. What is devotion in what we call a dictionary? What is devotion? Let's define it. Devotion. Devotion. Can you do it with me? What does it say? Live on air. Live on air. What is devotion? Devotion. From Webster Dictionary. Yes. I'm a Merriam. Which one do you have? Webster. Let's go. Favor ama piety. Yeah. Now, B, prayer or private worship. Next. A religious exercise or practice other than the regular corporate. Kidogo hapo, hiyo ndio nilikuwa nataka. There is a religious practice other than the regular. So ni mtu anaenda beyond. Si ile ya Sunday tu, beyond. Si unajua ukiingia kanisa saa 4 hujakosea, but unaweza ingia saa 1. You know, there's a clip I want praise and worship to share with. I think the woman of God shared with you. I was watching a church in airport. Is it airport? Airways. Near Airways ama near airport. Deliverance. I watched that the instrumentalists, these guys, they get to church at 5:30. That's when wana test mitambo. The media team watu wa camera 5:40 ndio wana test. 6:30. Oh my God, mpaka nikajiuliza kaizetu hoya goma, because we don't place value. 6:30 wapendwa. Wale wanaenda miguu ndio wanaendanga kanisa late. As you saw the clip, praise and worship, you saw it. 6:30 unaona haria inaingia, alafu kuna wewe Futsubishi, watu wa haria, watu wa Prado 6:30 wanaingia kanisa, na wewe kuna wewe Futsubishi na unatembea ukiwa maana sana. Unaingia saa 4, kwanza unaingia saa 5, unapata juu utake dago thina toke gosha. Dokanuke tawa kugotale mai. You know? Uliona hiyo clip? 6:30 gari zinaanza kuingia. Hadi kuna giza. Makwe na aduma 6:30. Na mind you, the praise and worshipers have been there for prayer. Then 6:30 you are like they are praying. And then you wonder why you try to do things that they are not working. You are not devoted. In the line of business, I studied that any business you don't commit and devote yourself to, forget results. Forget results. There's a shop I watch so much. Inakuanga hapa iko na msichana anaitwa Masi. Masi asubuhi mapema ako. Jioni usiku saa ngapi? Hata saa 5 saa 6 usiku ako. Hiyo inaitwa devotion. Now how much can you devote yourself
You go out of the norm. Najua ni sawa, Monday weekday ni siku 6 zako, ya 7 ndio ya Mungu. How much more can you go beyond your normal routine? Niulizie neighbor, can you go beyond? Sikatai kuongea na Mungu dakika moja si vibaya. Have you tried 2 hours? There is a depth that is not acquired by grace. It is acquired by devotion. Oh, let me repeat that in case you missed it. I'm used to it. I don't blame you. I said there is a level of depth you can never acquire until you are devoted. Ambia neighbor, na tunajuanga na tusipojua tutajua tu. Tutajua tu. Mwambie tena tutajua tu. Yes. Teachings. When is the last time you opened your Bible? When is the last time you opened your Bible? Yesterday I was talking to a certain lady, and I told her that in my lifetime I have read the Bible from Genesis to Revelation. She was shocked, and she's an older pastor than me. Sasa nilishindwa ameshtuka nini? Kusoma Bible from Revelation to Genesis to Revelation ni kitu ya kukushtua. Hata nyinyi mko hiyo level ya kushtuka. Meanwhile, kuna wewe ulienda form 4 ukasoma River Between, ukasoma sijui what kills what, ukasoma sijui the river and the source, sijui ukasoma inaitangwa nini, simuzitaje, na ulisoma na ukiangalia vizuri haijakusaidia juu hata kizungu huongeangi. The shred of tenderness. Mimi kwanza hiyo nilikuwa naipenda. Wengine hapo mlisoma utengano, mayai waziri sijui waziri wa mayai, na ukiangalia vizuri you still speak broken Kiswahili, na ulisoma yote ukarudia ukaandika essay. Si heri neno la Mungu linaweza kuproduce kitu. You are so devoted. Mimi ungenipata asubuhi prep, asubuhi 4 a.m. I'm there with the River Between. I read it page to page, back to back. Goge wa Thiongo, Kamene and Kameno, Makoyo, the River Between. There was ilikuwa itwa nini? Modoni and Nyabura. And so when he went there, he could not believe. He could not believe. You could not believe. Abia mwenzako devotion. Mwapia tena devotion. Ebu mutigize kama kibuyu ya Thamos. Devotion. Yes. Umetulia tu hapa. Ulisoma science wapendwa. Hata leo Mrs. Pastor akituambia hebu tuombe tupatiwe utajiri wa giza. Hakuna mtu GLC anaweza zidua njia ya kurepair Thamos. Uti mtu ukiuka na formula yako repair Thamos, sijui wewe ushaona repair wa Thamos, food wa Thamos. Hakuna huku. Everybody is running to everything. Nikasikia metaja Kwero. Nyinyi wote mkisikia Kwero mnakibia. Huwezi itisha yako. Utaru wewe ugeruta Thamos ugiona wira muno. Uromenya mafuyo maria memeshie. Ama kutengeneza Thamos ya kienyeji, ya mbao, you know? Because we are never devoted. You know, one day I watched a man. He was making what we call a motherboard, and I watched him doing it. Anaichora venye tu iko ana label parts ini input nini. I was like, wait a minute, difference yangu na huyu mtu ni nini? Ambia mwenzako, you become what you give yourself to. So mwambie vile na kuangalia, I can tell what you gave yourself to. Can I tell you something? Your life is a report card of what you give yourself to. Vile unaongeanga, your language is shaped by what you give yourself to. Why you still argue about small things? Mimi wanangu ukitaka tu argue na wewe, taja million. Sasa tuna argue to what is 10,000 surely? What is 10,000? If you want us to argue, please let's do it in millions. That will make me excited.
Niliona mtu amesema, well, ile kitu naenda kufanya saa hizi mtasikia natafutwa na DCI. Kwa nini? Huyu mtu amechoka na maisha ya kawaida. Sijasema hivyo unataka, lakini ukweli ni kwamba you become what you devote yourself, you look like it. Why do we have Christians who looks like goats? Do you know who are goats? They jump. Leo wako huku, leo wako huku, kesho wako, kwa sababu devotion. You become like what you devote yourself to. The Bible says the word of God is able to build you. Acts 20:32. So Paul makes a commendation. He says, I commend you to God and to his word of grace. These guys were devoted to the word. So they looked like the word. They got an inheritance. Let me tell you the truth, my brothers, my sisters, my sons and daughters, please listen to me. I will never intend to mislead you. So I want to tell you the truth. We have people who want God to fully commit himself to you, but you don't want to commit yourself fully to God. How will it happen? Si hata heri mkue kama shaitani. Shaitani is always devoted. Can I prove to you? The Bible says in 1 Peter 5:8, be very vigilant, for the devil roams like a rolling lion, seeking. So hiyo ni kazi yake full time. Meanwhile kuna wewe part time. So we have a problem, a crisis, a part-time Christian who wants to overcome a full-time devil. The devil is devoted. I was shocked when I read my Bible. When it comes to believing, my brother, do you know that demons believe more than you? They even shake. I believe. They even shake. When is the last time you shook? Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakuabudu. Oh, viumbe vyote vinakuabudu. Nataka tuimbe tu. Sema vinainama, vinainuka, vinainama. Oh. The Bible says the birds of the air, they never plant, neither do they own lands, but the Father in heaven takes care of them. And then we have hardworking believers, but still they seem as though they are forsaken. Do you know why? They are not like those viumbe. The Bible says early in the morning the birds, they begin to sing sweet melodies even before you wake up. Some of you wake up, the first place you go is the bathroom. You cook and eat. Hadi mnawapanga kuacha chakula kwa nyumba. You eat all of it. You rush to work. You come back in the evening. You buy another food. Kwani hamuchoki maisha ya kupika, kuosha? Jioni unapika, unaosha, unakula. It's quick. Generally tulisema kupika, kukula, kuosha, kupika, kukula, kuosha, kupika, kukula, kuosha. By the way, don't you think life can be boring that way every day? Robert, okay, some of you are asking, so what should I do, Pastor? Have you tried waking up and not eating that day? You won't die. Worship God for an hour. Hiyo time unatumia kupika mayai. Kai, no amenyo githikwa ndo agino wecirie nemo kama yete. Kiroko. Ana serve na hata wengine hata ni mabachara wanaishi peke yao. Anaishi huko tu na masufuria peke yao. Anatayarisha meza inajaa na ako peke yake. Amuonangi nifanye ati upike chai weke hapo na uko na ugali hapo na mayai 3, umekatakata nyanya, alafu uko na blue band hapo na nini, na uko peke yako ukule zote, alafu utoke jioni urudie upange bado meza peke yako. Why are you so devoted to food?
Would you try the same with your Bible? Place a book here. How many of you have books you are reading right now? By show of hands. A random book. Something you add in value to your life with. Just lift up your hands. Lift up. 1, 2, 3. Are you reading? Yes. 4 people. And you wonder why. You know, yesterday I was watching the daughter to Raila Odinga. She's called Rosemary. She's the only licensed snail farmer in East Africa. Ni wawili. Africa, mmoja ni Obasanjo, the former president of Nigeria. Wa pili ni Rosemary Odinga. Wanafuga konokono. Alijua aje? Mwe matino homa muitageria shube. Hii mnakemea, ninakemea roho ya konokono, roho ya kujivuta na kwenda pole pole. Heri konokono ilikia kwa Sabina. Ingekuwa ni wengine hapa amungeingia. Do you imagine the whole world, wale watu waliingia kwa Sabina ni 8, Nuhu na Muka, imona ciake igire na aka katibu kahathie tete andu 8 thi ngima na ndinoho ni ciaingirire na andu angi matiingirire. Some of you mmepitwa na konokono, lakini huyu mama alijua konokono inaweza mpatia pesa through reading. 1 kg of konokono is 3,000 to 4,000. 1 kg. Hizi hapo na sukari shilingi 195 per kg. Because we are not devoting ourselves. Dino hong kilo emwe ngiri 3. You go and do your search. You be sure. The miracle do mwe jekaga. Derire no ginya jekage maundu mothe kumukira. Acha nirudie hawajasikia. Nilisema mimi kama pastor wenu, I will always ensure in everything I outdo you. George, everything. Kusoma, tazoma kukuliko. Kuomba, niombe kukuliko. Ikifika ni kutoa, nitoe kukuliko. Ikifika ni kuimba, niimbe kukuliko. Everything. I will not allow anybody here to outdo me. So dino no yugotogie. Tiye kwendagia shukari yana. No kwaja ni onyihagia nigetha make profit. Babara. Kashukari ukao kinya kg. No kwendio 195. In meanwhile kuna mtu analisha konokono. Dino 3,000 per kg. Devotion. Huyu mtu I'm sure aliketi chini akasoma. Akajiuliza what can I do different? Meanwhile ile kazi unafanya kanisani hujaitafuta jinsi unavyoweza kuifanya zaidi. No, one day there is a guy I love so much, anaitwa Professor Hamo. You know Professor Hamo? In my book, you know him, Professor Hamo. I love that guy so much. So I used to watch him, and one of the things that really caught my attention, he's funny. You know, you can be funny, but there's a way you can be funny. And then he's talented. Everything he does it nice. Talking nice, dancing nice, singing nice. So I listened to him. He was talking on an interview with Jalango. He said, mimi hata jokes zangu naziombea zipate favor. Alafu kuna wewe. Na maombi ni wewe inasaidia. Si mimi. Mimi usiniombe, staki jiombe. Na uombi. You are not even devoted to pray for your own life. Na imagine anaombea jokes wacheke. Tell your neighbor devotion. Your life will be the report card of what you are devoted to. Can I tell you something? You know the Bible says whatsoever a man soweth, so shall he reap. We only use that kuambia watu wewe nitendee mabaya tu, hata wewe utapata mabaya. Wacha tu nikwambie, if you sow sparingly, you shall harvest sparingly. It is in the Bible. Ukikosa kutia bidii na kujitoa kwa chochote unafanya, kile kitatokea ni kitu tu ovyo. Nilisikiza mtu alikuwa anafanya motivation, alikuwa anaitwa Joe Mwanki. Alikuwa anasema unajipata kwa shule inakaa ovyo. Unasoma ovyo. Unapata marks ovyo. Unaenda shule ingine inakaa ovyo. Huko unakutana na kisichana ama kimwanaume kinakaa. Unapata watoto, unaishi maisha, kila kitu kwako ni ovyo. Because if you don't give yourself to something,
And the Bible says, thou seest a diligent man. He says the same will sit with kings. Ukiona mtu yeyote ambaye ako devoted kwa kile anafanya, huyo atakaa na wafalme. The reason as to why everybody around you is not even challenging you to become a better version of you is because of your devotion. There is a way, there is something we call the red car effect. The red car what? The red car what? The red car what? It happens this way. The moment you begin to give your energies towards something, these things begin to gravitate around you. It's true. Leo hii ukipanga kununua gari ya red, I assure you, you begin to see red vehicles all over. Not because you created them, but there is a way you begin to attract them to your environment. No, the reason is why you attract chaos. You attract watu wa moshene. You attract watu wa kusengenyana, wenye wanajuanga nani alilala na nani, nani alikaa kwa nani, nani walikula na nani, nani walikunywa na nani, nani ameolewa na nani, nani aliachwa na nani. Ni kwa sababu that is what you devote yourself to. Tell your neighbor, devotion is the key to heights. Number 3, koinonia. Koinonia. Tikoinainia. Koinonia. It is called fellowship. Fellowship and intimacy. You see, I have taught you before, the devil operates in isolation. The devil operates in. One day I was watching wildlife. You know wildlife? Shamba la wanya. And I observed something. When a leopard is hunting, he checks the isolated animal. Maybe a gazelle, or maybe a what? Talk to me. A buffalo or an antelope. Anaangalia ile iko peke yake. Hiyo ndio anafanya nini? Anapigimbiza. Haya, peradventure aende apate zikiwa mingi, anashtua zote, lakini atafuata ile imeenda peke yake. Now the early church was united because they got to understand the dynamics of the wilderness. When Wilfred was preaching on Wednesday, alitukumbusha kitu ya kwamba sisi tuliachwa kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. That is to mean then if you isolate yourself, utapitwa na wewe, utapangwa. Bwana hasifiwe. So the early church was united in fellowship. The Bible says they prayed together. They went home after home. They fellowshiped. They sang praises to God together. Alafu kuna wale wa kanisa ni roho. Kanisa ni roho. Si hiyo yako mbaya hivyo. Kanisa ni roho lakini si hiyo yako mbaya hivyo. Roho haipendi watu. Roho inabeba watu. Muulize sasa wewe. Muulize unabeba watu ukiwa nani? Si kwanza ujibebe. So these people are fellowship. They used to gather. I'm looking forward to when I'll be hearing that wamama wamepanga ushirika na wako peke yao kanisani maombi. Si kwa sababu wameambiwa. Nasikia vijana wamekutana wako na kesha ya maombi. Na si juu wameambiwa lazima. Fellowship. Let me tell you, anything you don't learn to do in fellowship, anything you don't learn to do in fellowship, you will lose it as an individual. This is why Jesus did not do ministry alone. He called the 12 to be with him, the apostles. This is why anytime God wanted to do something, he needed a number. It is not about how many. The issue is don't do it alone. The biblical pattern of fellowship is 2 or 3. Well, never 2 or 3 are gathered. Not one in his bathroom, not one in his bedroom. How many? 2 or 3. Naitwa fellowship. Ambia mwenzako ni fellowship. Shake your neighbor and tell them once again, it is called fellowship. So the Bible says in the book of Acts 4:32, the multitude of them that believed
were of one heart and of one soul. Hao ni watu wanaambiana tunakutana sisi wote, hakuna gutira. Grupu ini iria mukoragwo turanda ne ngoragwo grupu ini ne twandikanagira mundu wa Fero eherio, mundu wa Fero arutwo ahoro fine. I wish the church can be like that. Tukiambiana ni maombi tufike maombi sisi wote. Tukiambiana ni ushirika tufike sisi wote. Tukiambiana ni Bible study sisi wote. Are we together, Catherine? Sote. Nali koroto wakinya hau muone na mutore ongehutha. Write this down if you're writing. Where unity is sustained, power is attracted. Where unity is sustained, power is attracted. Ukitaka nguvu za Roho Mtakatifu zionekane, leta umoja wa ushirika. When I study politics, because sometimes I want to be well conversant with what is going on, I realize kuna kitu inaitwa the politics of division. Politics of, kuna watu wanataka kugawanya mli, wengine wanataka kugawanya Rift Valley. This is the formula. The devil works well in isolation. If you want to defeat a people, divide them. If you want to kill a people, divide them. If you want to finish a family, divide it. And the devil knows, man, some of you, I don't like people. I'm an introvert. You're not an introvert. You just don't know the way of life. Do you know some of you, if you are serious with the fellowship, shida zingine unapitia ungepitia. Can I tell you? Answers are with the people. Everybody you see is an answer. Money is with the people. Everybody you see has money. Ni wewe tu hauna pesa. Ambia mwenzako na utaribia. People have money. Oh, talk to them. People have money. Yeah, people have money. I may not have money, but I can show you people who have money. Because people have. So don't be isolated. Na Bible says hao watu walikuwa nauza vitu vyao, wanagawana kila mmoja kupitia kulingana na shida yake. It is true, it is the Bible. Because there was fellowship. Let me tell you why you have people in your contact, 1,000 contacts, lakini saa hizi nikikwambia uitishe mtu dhao hauna. Kila mtu ungeniitisha jana. Kila mtu anakuambia kuna deal na ngoja iingiane, nitakusort. Si ungeni call jana. Kai, na vini jana nilikuwa na do. That's all your friends are. 1,000 contacts. Nobody can give you 10,000 useless contacts. Empty contacts. Because you neglect fellowship. Tell your neighbor, because you neglect fellowship. Be there for people. They will be there for you. That's how the early church was. The Bible says wakati Petero, Paul and Silas, wakati Peter alishikwa akawekwa gerezani, the church made prayer for Peter. Today mkisikia pastor kwa kongori munahama. That's how the church is nowadays. Ukisikia mtu mmoja akona kaishu kama Mary, nyinyi wote mnamuingililia na mnamuinukia na mnampotelea. Why? There is no law, more unity. No more fellowship. Tell your neighbor, from today, it is expected of you, you adopt koinonia. Koinonia. Elsioge koinonia. Mwerarege koinonia. Yes. Men who can gather together. You ask your brother, what is the problem? Ati unawauliza wanakukataa. Come here. The Bible says ya kwamba hakuna mtu atakosa mke. Na sasa tunataka tuungane mikono kwa sababu ya ndugu brother. Tunakuitishia mzee na unapata mtu mzuri. Shida ni juu mnaenda na macho. That's why you don't know. You don't know some things are spiritual. Hali adudha mwadhani ya kumio. Hali adudha mwadhani ya kumio. Ati unapata ndugu mzuri kama Soro. Ndugu mzuri kama Soro. Na nang'ang'ana hana bibi. Na mumetulia tu hapa hamuombi pamoja. Hamuombi pamoja. Ask Mrs. Pastor. You know nowadays kumebadilika by the way. Diko shido ya domalahika ni hata nyamo. Wenyamo na itiola nagia. Na okuayana na detoiga dinabere. You know, in our days, ask her, did you, I don't want to look at her, watch her jibu. Did you or not have a group you are praying for concerning issues to do with marriage? They had. How many of you have groups? You pray together. Oh, pray that I don't marry wrong. You know, some of you think that you can correct marriage. Marriage is never to be corrected. You either started right or you started wrong. Wale mujaoa na kuoana, I give you free advice. Learn to have fellowship, you pray together. Otherwise, kitakuramba.
Mukaririra kiara, mukaririra kiara, mukaririra kiara, kiara. Aina yega. Adoika netie. Naku. Learn to see together, pray together. Eno shogene kolito haga. Tiwa kola do tayani praise and worship. No matige iguana. Kwa ya guku mugeragia guthondeka ikarema. Ndikiagira. Mudikiagira. Enyo muri guthagwo mwe no ri ongi. Mutakihoyaga hamwe. Wagituire kanitha kirabu no kuina. Mutakihoya hamwe. Mwarere yago ni mutwe. Mutu okimurekia. Ciongi akajia guturwo ni mahindi. Ciongi akiuma mahindi. Magego, kiuma magego, mato, kiuma mato, makai. Hanyu. Nyotuaga iga pastor gaka no ndeto gatuheaga. Ni no ndirathi na mbe ona ni murona no ndiranora. Amuke. 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 Very soon nego mwetira kihinguro kia nyumba. Amuke. Ni ndirari athina. Asha. Ni ndakimenyire thiri. Daudi ni amenyete thiri. Irinya. Atimia. Nida mugeithia atimia muriaga. Kende mugeithia ta macipraise atimia muria sao. Nda mugeithia mutingera na mucemania muhoe. Nginya ria mukerwo mutumia mutungatiri. Mutikahoe. Jakera nyumba mwathani. Jakera nyumba mwathani. Mcino lage ciarinde. Ciarinde wanako. Ciarinde wanako. Ni hanyu. O mundu na muturire wake na ngoma cia kwao. Ni muthenya ndamenyire kwa mundu kwe ngoma ni rio ndakirire. Nkyo itaruaga na andu. Ndirakirwa nawe na no ko ukire kunjogotho tumitwo ni ngoma cia kwanyu ikienda gugwethera handu ikunine. You know? So you women, I talk to you today as a father. I talk to you today as your pastor. Please, shikaneni muanze maombi. Si lazima niwaambie kujeni. Si mimi munaomba. Helen, si mushikane. Si muanze maombi ya ushirika. Si mushikane mjue kumega mkate pamoja, kusoma neno pamoja. Wanarika. You know, let me mention who. Let me use Roba. You know, before you came, I was still preaching. If the devil fights you today, akumalize, I will still be preaching. You know? Now, I'm not telling Roba, I'm telling you. So please, please, do something. Do something. Be united and learn to do it. Talk to your neighbor. Mwambie pastor, alikuwa anahubiri kabla umujue. No, let's talk. Kuna mtu alinijua kabla sijaanza kuhubiri hapa. No. All of you have met me still preaching. If today the devil fights you, akumalize, tukuzike, I will still be preaching. So the point is, it is not about me. I don't want you to come because of me. It's not about me. It's not about me. I'm helping you. Wamama shikaneni, vijana shikaneni. Anzeni maombi, wacheni kubanja na kupiga story. Haziwasaidii. In my days when I was younger than this, there was a guy who used to be called Henry Desagu. You know Henry Desagu? Some of them don't. Henry Desagu was the most trending comedian, right? Kuja mwingine alikuwa anaitwa Crazy Kena. Kuna wengine wengi walikuwa wana trend all over social media. Some of them today, if you check, they are no longer there. Times come and go. There was Gatweri, tulimuzika juzi. There was Mr. KK mwenyewe alizikwa juzi. You know why? If you don't learn to fellowship, mtu hupigwa peke yake. Mtu hupigwa peke yake. Na the problem is, mkitembea kama mbogi, like you don't even care praying together and all that. Mtu akipigwa unasahaulika na maisha inaendelea. Sijui kama kuna mtu naongelesha leo. Mwambie naomba tu, ambia jirani naomba tu. Punguza hiyo boundaries mingi. Kuja tuombange pamoja jo. Hebu niambie, unaona aje tusaidia aje hawa watu. Helen, mukwenda atia?
Talia on behalf. Unakuwa na maoni gani? Unaona ni nini inahitajika? Change of heart. Mtabadilisha roho. I tell you the truth, there is nowhere you are going if you don't have fellowships. Youth, ati mnakutana mkipanga kitu. Kitawaramba. Gomani muge kumukira. You know, before you were born, the devil was there. And you know, demons, I keep teaching, demons are so intelligent. George, munaona ni nini mnafaa kufanya? Mutaanza lini? You see, I told you the problem is procrastination. You keep saying I'll do. When do you want to begin? Ndio mnaona hata mmoja wenu akiigiwa na pepo, you are not able to control them. Like now, I have been addressing this team. Hawa wana set B. Hamuwabangi. I kept telling you, you don't pray together. You just sing. You don't pray. You don't share the word. You do nothing. There's nowhere you can go. I'm not that old, but I've been in ministry for some time, and I can tell you, any groups, whether women, you don't pray together. Men, you don't pray together, it's the same thing. You don't pray together, it's the same thing. I have a very powerful point to make. Nataka mbuzi tatu zijitolee. For this example, nataka niseme mbuzi ili msiwahi sahau. Kujeni mbuzi tatu haraka. Mtakuja. Thank you. Hii nataka hii kubwa kuja. kuja. Okay. Come here. Now I want the way you are laughing, please never forget this, all right? Now, for the purposes of example, today you are goats. Today you are what? Kwa sababu ya example hawa niko kondoo ama mbuzi. Now, the most foolish thing a human being can do, it is to follow a predictable path. What did I say? The most foolish thing a human being can do is to follow a predictable path. Now, I want you to know, goat number 1, that when you come here, utachinjwa. And you see the way of goats, they go everywhere together. They follow each other. Now, goat number 1, please come. Goat number 1 has just been chijwed. Sema mapangare. Now, the goat number 2 does not have the wisdom to tell itself that if I go through the same path, I will still be. So goat number 2, please come. Na goat number 2 itaimbiwa nyimbo nzuri. Iambiwe aje? Hebu tuimbie goat number 2 ili isahau ati kuna kuchinjwa. Tuimbie goat number 2. Adaitha iko ni ya goat number 2. Ene song. Rebaro ukomekenia. Dwe polisi adeta gukenia muno. Rebaro gekenia boli. Jimmy ta ina rebaro gekenia boli. Ate. Kafuri yakwa we mwega muno mukuwa kwa anane ahujia gafuri gakwa muretinda kanitha gafuri gakwa etha mbeca kanitha ni ukombo gafuri gakwa ngai ucio mwiragwo horo wake muri mamuona gafuri gakwa na niguo no menya ko nduri muhonoku yo ko mucanuku gafuri gakwa una bebango ufara kukua kanisa ni ujinga gafuri gakwa atia. Now the problem is buzi number 3, predictable path. Haijiambi hizo zingine zimeenda wapi. So buzi number 3 itafanya nini? Itakuja tu. Aujia wanashidanga wakituambia mambo ya kanisa. Pastor huyu anahubiriki masaa mawili. Na unajua by the way, kuacha kanisa si kuacha Mungu. Kwani Mungu anakaaga kwa kanisa? Unaona Kenya ajui venye anaogeaga. Kwani kuacha Mungu kinyashi? Unajua kinyashi?
Ni kuacha Mungu ni kuacha, kwani kuacha kanisa ni kuacha Mungu? Mungu hakagi. Mimi niliacha kanisa. Mimi niliacha kanisa. Niĩ ndikuagwo wana niĩ. Mimi si kuacha Mungu. Niĩ ndigutongia mũndũ. Kanitha nĩ wĩra. Mbũri ĩkaheo ndetoĩ. Na wega ĩkatia. Now what happens is that after a period of time, you will check for the mbuzi you used to see. They are no longer there. You check their life falling. You check their businesses down. You check family hakuna. You check anything that used to look good haiko. Utigagirwo ndarama. Nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩabatongetigwo nakĩo he mbũri no ndarama. Na ndarama wĩra wayo nĩ kũhũ. Uona mũndũ akĩruma rumio ta ndarama ũmenye nĩ mbũri. Bwana asiwe sana. Alifuata a predictable what? Path. So I'm teaching you the way. Remember our message on Sunday, the way. Followers of the way. Devotion is a must. Fellowship is a must. You can never invent your own Christianity. I shared on Sunday that we are not inventing our Christianity. We are following an already given pattern. So what they used to do, if we must become like them, we must do it. In the midst of persecution, these people never looked back. There was Matthias. How many of you know Matthias? Stephen was a Stefano. Can we sing this song? Mono marute ado jera ya moyo ni modarafa momereirie mono marute ado jera ya moyo ni modarafa. Ate Petro Stephen yahorirwo na mahiga. Tatu haina ate Stefano ahorirwo na mahiga gĩkua. Anderea akiabo. Stefano aitagwo atia? Petro. Now listen to me. You must learn to endure hardships. Jesus never said it's gonna be easy. Some of us, and I shared on Sunday, kashida kidogo tu hivi ushaacha Mungu. Do you know what we have faced? Do you know what people have said about us? Na muri gutiro ndo muri tutakuhunjiria ng'ondu igushukaga. You know, the other day I was listening to Bishop Harrison akihubiri kwa mazishi ya baba wawili wa Shege wawili. Alikuwa anasema kanisa iko na kondoo, iko na ng'ombe na iko na mbwa. Mulisikia? Itawaekea kwa group. Sitaki kuambia, mtajisikizia. Alikasema ng'ombe inakunywanga maji, alafu inakunia hapo. Na inakunia kumekunywa maji wapi? Amoti moko ama iroe. Ng'ombe. Ohari kunywa maji na oshika katia. Akasema ng'ombe ni wale wa Kristo ambao wanabarikiwa na pastor. Pastor anahubiria, anawatoa level 1. Imani, mambo inafunguka. Anafichiria uchi wao na ujiga wao kidogo. Alafu wao wanamsegenya. Hiyo zo ni na mbuzi. Mbuzi ni kurandaranda. Unasikia wewe ni mshirika wa Pastor Eric, alafu nakusikia ulikuwa umeendea Kitaba. Mimi sikuziangi Kitaba. Wewe unatoka tu hapa, unaenda kununua kitambaa. Ni mbuzi atetigaga mere wega thie kuria makoro. Kuna mbuzi mingi kwenu, kunazo na huko? Naona kwa kina hawa kuna amani ya kunanga mbuzi. Hakuna washirika mbuzi? Ni kuruka tu. Wajua mbuzi haiwezi tulia mahali pamoja. Mbuzi ni zile wakiona kanisa kuna kitu inataka kufanywa. Lakini kondoo, Yesu alisema tunafaa kuwe kama kondoo. Kondoo huwa zinafuata mchungaji. Kondoo zinafuata nani? Mchungaji. Na mbwa, mnajua mbwa? Mbwa ni kuuma wengine. Kuuma. Kuchomeana. Kuharibiana. Kubweka kila kitu. Pastor alisema, mlisikia? Yaani mushene, mbwa ni mushene. Judy naona unajua mbwa kadhaa. Kuconvince wengine vibaya.
You know, the other day nilikuwa natoka Murang'a, nikiwa karibu kwa bridge, nikapata mambo mingi usiku. So unapatanga tuumbwa kanisani, tunatakanga kupatana usiku. Hawataki mambo ya mchana. Hawataki kuonekana. Hapo ndipo nasikia wanasema, we. Naiguira George ule anashuko. Hizo ni mbwa. Anything you cannot say in front of George, don't say it behind his ears. Osio here ni mwana agitongoria. Na inyo mutoe. Hafu zinakuanga na dogi zinakuanga kwa muziki. We. Nani unaiguira? Na zinajuanga sana. Wewe hujaikuwa unapita zako. Wewe hata hujaikia kwa wenyewe. Ukipita tu kwa gate unasikia kwa sababu dogi iko kwao, lakini bado inazunguka na mtu kwa barabara. Ama unapata nimepea brother kama Mbucho hapa. Afanye kitu kwa altar. Nasikia mbwa. Huyo mnaona hapo? Huyo ako na watoto 34. Huyo. Dogi zinapenda kuharibiana, si ndio? Kuchomeana. Huyo ndo kinyotile wewe. Wewe. Na mostly ni mawe inafanya kazi kwa dogi. Unajua mchungaji alipewa muthegi na thiari. Ugai thiari na muthegi. Muthegi ni wa gutongoria ng'ondu, thiari kuhura ngui. So swali yangu ni hii wapendwa. Kwa hiyo point yangu ya mwisho. Point yangu ya mwisho nimesema ni gani? Ya mwisho. Endure. You must endure persecution. Yesterday bahari tulikuwa, kuna mtu mmoja alikuwa anaongea na akasema hivi, wakati mwingine Mungu akiona kanisa limelala sana, huwa anakubali kuwe na persecution. Nirudie tena. Ni mtu jana alikuwa anaongea pahali na nikaona anaongea vizuri. Alisema wakati mwingine Mungu akiona kanisa, wazee, wa mama, vijana wametulia sana, Mungu anainua persecution. Kwa sababu unaona wakati watu wako troubled, wanakumbukaga Mungu. Si pekine ndio maana uko na mashida mingi juu wewe unasahau Mungu. So wanaona atumie shida umkumbuke. But nevertheless, endure persecution. The early church was persecuted. Imagine even after kuua apostles, kuua Stefano, kanisa lilizidi kupanuka na kuongezeka. Persecution is a catalyst of increase. Tusingekuwa persecuted tukiwa Misri, leo hii kuna watu hawangewahi jua Pastor Eric. Lakini persecution ilifanyika, tukajua pastor. Persecution ilifanyika, GLC ikazaliwa. Endure hardships like a faithful soldier of Christ. Hivyo ndivyo Paulo anaambia Timothy, endure sufferings. Because if we must reign with him in glory, then we must suffer with him. How much have you suffered? Nimewapea story mingi wapendwa. Si kwamba Mungu amewasahau. I've taught you before. Nida na higiro nyumba. Si kwamba Mungu amekusahau ati ndio maana unapitia hali ngumu. Usife moyo. Endure the suffering. Endure the suffering. Endure the suffering. Si wewe wa kwanza kutumikia Mungu na huoni mazao. We have been there. Si wewe wa kwanza kusema na watu. We have been there. Si wewe wa kwanza kuachwa na watu. We have been there. Endure the suffering like a faithful soldier of Christ. The early church, even though it was persecuted, that did not stop it from increasing.
In the book of Acts 5:29, they say that we would rather obey God and not men. Sometimes when you obey God, men will persecute you. Yesu ndio maana akasema in the book of Matthew chapter 5 when he was teaching about the Beatitudes, akasema ya kwamba bless those who persecute you. He knew very well you'll be persecuted in the journey. Some of you kiacha tambia zingine, kuna watu wataishi hawatawahi amini ulibadilika, but you should be okay with it. Let them talk. Keep moving, keep walking, endure. Some of you tell you, ever since you became committed to church, your things don't seem to move. You seem stuck. You seem stagnated. You are not the first one. There are days when you pray more, you face more battles. There are days when you serve God diligently, you see more challenges, but you must endure. Usife moyo. The path of the righteous, asema ya kwamba there are many afflictions, but the Lord delivers him from them all. Psalms 34 verse number 19 anasema ya kwamba mateso ni mengi kwa maisha ya mwenye haki, lakini Mungu mkomboa kwake kwote. Wakati mwingine mpendo, utatumikia Mungu, ukifika nyumbani wazazi hawataki kukuona, ukifika nyumbani bibi ama bwana hataki kukuona, mande ukirauka kazini boss shida na kisirani tupu. But the Bible says you must endure, knowing that he that began the good work, he shall bring it into completion. Knowing that he that called you, 1 Thessalonians 3:3, the one that called me is faithful, he does not fail. The Bible says the Holy One of Israel, he does not sleep, he does not slumber, he does not forget his people. He knows your story, he knows your pain, but he wants you to serve in the same pain. Serve in the same pain. Serve in that pain. There is something great in it. The Bible says that through fire gold is refined. Anasema kupitia moto dhahabu inaweza kufanywa ikawe bora. There is a process in this kingdom that we become better. Every day we are tested. Inasema Wanaisraeli walipoteswa haikuzuia waongezeke, wakapewa kazi ngumu na kuchapwa na kuteswa, lakini the Bible says the more they were afflicted, the more they increased. I speak to somebody, your pain will not stop you. I speak to somebody, your persecution will not stop you. It will make a better story, not a bitter one. There will be something good out of it. Biblia inasema siku moja Samsoni akaenda akapata mwana simba ama mzoga wa simba ambao ulikuwa ameua the other day, na alipotazama pale akapata kuna asali. I'm here to tell you, when you see pain there is also a gain. I'm here to tell you, when men are going down, you shall say there is a lifting up, because we are not of them that give up. We are not of them that draw back. We are not of them that lose heart. No. I wish I can hear an amen. I don't know whose the word this is for, but you must endure. Wakati mwingine unauliza Mungu maswali, Mungu na vile nimekutumikia, mbona wananiongea? Bwana, na mbona na vile nakutumikia, mbona mambo yangu hayendi vizuri? I'm here to tell you there is hope. In the book of Isaiah 3:10, the Bible says, tell the righteous it shall be well with them, and they gonna eat the fruit of their labor. Tell them it shall be well with them. I'm here to tell you it shall be well with you. It is not over until God says it's over. Endure the pain, endure the process. It's coming to an end. You should not be intimidated by people. You should not be intimidated by men. You should not be intimidated by sufferings. No, this is how we are made. Biblia inasema Yesu hakuogopa kifo wala aibu, lakini aliangalia utukufu ambao ulikuwa umewekwa mbele yake. In the English version he says, he despised the pain, he despised the shame and the suffering, looking unto the glory that was set ahead of him. How many people today are saying, Lord, nitasahau yale nimepitia, nitasahau mangumu niliyopitia, sitayatumia kama kizuizi cha kukutumikia, lakini nitakutumikia zaidi na zaidi. Shout amen somebody. We will serve more.
Biblia inasema ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego hawakuangalia moto uliokuwa mbele yao. Walisema, you know what king, uishi milele mfalme, but there's something we are not going to argue about. Whether you wait for us, we are not going to bow down. No, we only believe in one God. We will not care about the fire. If you like it, make it hotter. Biblia inasema mfalme akasema na moto upaswe moto mara 7. Biblia inasema walipowekwa ndani hawakuchomeka wala hawakuweza kuteketea. I am here to prophesy to somebody. If you refuse to be intimidated by your pain, if you refuse to be intimidated by the suffering, if you refuse to be intimidated by the persecution and the words of wicked men, you shall stand and become a testimony. Men shall read about you, they will be encouraged. Wakati mwingine Mungu anataka tupitie ili wengine watiwe nguvu kupitia stories zetu. No wonder the Bible says there are things that were written aforetime. These things, the stories written in the Bible, the story of David ambaye anafukuzwa na Sauli ingawa ametiliwa mafuta, ambaye anafukuzwa kila asubuhi na Saulo ingawa ametiliwa mafuta. Biblia inasema haya mambo yameandikwa ili tunaposoma tupate nguvu na tupate kuwa na uwezo wa kuendelea. I have come to talk to you. Failing in business is not all the devil can do. Oh, our God is better. He can do greater. Kufutwa kazi sio mwisho. Kuinukiwa na ndugu na dada ama watu wenu sio kitu. I tell you today, there is a higher glory that God is taking you to. Ninapoangalia maisha ikiwa na changamoto, ninajua kuna mlango ambao unafunguka, because one way to tell there is a new level is when you see battles. Battles are indicators that your seasons are about to change. Endure it. Endure it. Endure it. Endure it. Ni mzee akupei amani. Endure it. Endure it. We don't run away. The Bible says that what is born of God overcomes the world, even our faith. Mwaminifu, kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimarisha. Sitama moyo, sitafa moyo, ninajua wewe aliniita mwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Sitafa moyo, sitafa moyo, ninajua wewe uliniita mwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Did you know sometimes when you decide to be serious with God, there are people who live your life? Yes. Did you know sometimes when you devote yourself to the kingdom, there are people automatically mutakosana? Yes. Kuna watu watakuinukia. It is normal. Endure it. Focus. Aliyekuita ni mwaminifu. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mtatengwa na wengi, mtachukiwa na wengi. It is normal for them that want to walk with God. The early church was persecuted. Wengine walichomwa mikuki, wengine walichemshwa kwa mafuta, wengine walipigwa mawe. The Bible says some of them were sawn asunder, walikatwa mara mbili. But they refused redemption. They refused deliverance. They say no, we would rather suffer this than deny Christ. We would rather suffer this than be called. Let me tell you something. Sometimes the devil is not fighting you because you are too cold, but that the devil is not fighting you yet does not mean he won't fight you. No, he's taking advantage of your innocence. He is buying time. He's buying time.
The moment you begin to grow deep into the things of God, you begin to see reactions. Ninakujibu swali ambalo unaniuliza, pastor, mbona wakati tu nilianza kukuwa mwaminifu katika matoleo ndio maana shetani alianza kunipiga kipesa? I know why. He wants you to stop. He wants you to give up. Some of you begin preaching. Sometimes after you preach here, the devil will fight you. Kwako hakutakuwa na amani. Kazini shida itatokea. Don't worry. He wants to test if you really mean it. Some of you are still a lukewarm Christian. If you become serious, you sense the devil begin to fight you here and there. Don't worry. It has happened to us before, but we are still standing. Endure the suffering. Mama Karo, Mungu atakapo kuinua kiwango kimoja kingine, shetani hata nyamaza. You will see reactions. Don't worry. Dear lady, the reactions you may see, don't worry. Endure. Vumilia moyo wangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana naomba nisaidie. Vumilia moyo wangu.